Jambo sana. Habari yako? Habari yangu ni nzuri. Hivi kwa majina unaitwa nani na unaishi wapi? Mimi kwa majina naitwa Manda Oscar. Ni jina ambalo najulikana sana Kongo siku zote. Mimi niko Dallas hapa. Niko Texas. Naishi Fort Worth. Oh, poa, unaishi Texas hapa Fort Worth. Tunasema asante kwanza kwa sababu umetupa muda wako, na mzee, sisi tuna maswali ya kuuliza kama AK Mzalendo TV na vijana wanatutazama, watu wengi wanatutazama. Nitakachokiuliza nitaomba unijibu kwa sababu nimetumwa niulize, na hili ni lazima niulize kwa sababu ndo kawaida ya sisi kama watangazaji. Swali yangu ya kwanza napenda kuuliza, hapa Amerika huwa unajishughulisha na kazi gani? Ni kweli Marekani nimekuja yapata hivi naeneza miaka miwili niko hapa. Mimi nafanya kazi kwa kampuni tu. Nafanya kazi kwa kampuni lakini shughuli zangu nyingi ziko nyumbani. Poa sana. So tunataka kujua hapa Amerika ulifika ni mwaka gani? Mimi nimefika Marekani ilikuwa tarehe 12. Ilikuwa 2023. Ndo nimeeneza mwaka sasa. Naendelea kusema asante kwa sababu tunachokiuliza unatujibu, na tunapenda kujua sasa changamoto za hapa Amerika na Afrika tulipotoka. Tunapenda utofauti wa kule tulipotoka Amerika na hapa USA tulipo. Changamoto zake tofauti zipi ambazo wewe waweza ukalinganisha na kule tulipotoka na hapa tunapoishi Amerika? Ndio, unapoongea changamoto, kwanza changamoto nataka niseme tu kufafanua changamoto ni kubadilisha kwanza hali ya hewa, ni changamoto. Na tulipofika hapa Marekani ambavyo tulikuwa tunafikiria maisha mwetu sio hivyo, yani kuna changamoto kubwa. Kwanza hali ya hewa ndio changamoto ya kwanza. Hali ya hewa ya Marekani na hali ya hewa ambayo tumetoka Afrika ina tofauti mkubwa. Alafu ya pili, maisha ya Marekani na maisha ya Afrika ina tofauti mkubwa. Ni changamoto kubwa sababu naweza kusema kwa namna moja kwamba hivi vitu viwili ni changamoto kubwa. Yani pengine watu wanaweza kufikiria na ambao wataniona kwenye interview na naongea, nataka niwape changamoto ni kubwa Marekani. Maana Marekani wewe hauwezi kuishi kama unavyotaka, ila Afrika unaishi unavyotaka. Hasa Marekani unaishi kwa sheria, utaki ustaki unaenda kwa sheria. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza maisha, na ndio mabadiliko. Hali ya hewa ya Marekani na Afrika ni tofauti. Hata hivi ninavyojua hapa navuja jasho, yani tuko kwenye hewa lakini yani hiyo yote ni changamoto. Ila changamoto ya maisha ni kwamba Afrika na Marekani ni vitu viko tofauti. Yani ni changamoto kubwa. Ndio. Sawa, sisi tumeelewa changamoto ulizozisema, na ni kweli changamoto zipo na kuna mapambano mengi sana kabisa Afrika na hapa Marekani. So tunapenda kujua, hili ni swali ambalo tumeshauliza watu wengi kwa sababu sisi tunatoka Afrika, na watu wengi sana walivyoishi kwenye kambi za wakimbizi ilikuwa ni ngumu sana kusafiri kwa njia ya ndege. So tunapenda kujua siku ya tumekubana safari ya kwenda Amerika, ile habari ile ilikuta kuwa sehemu gani, na ulivyopanda ndege kipi kilikujia akilini? Sawa, mimi kwanza habari ilinikuta nilikuwa sehemu, nilikuwa sokoni, nilikuwa kwenye shughuli zangu za sababu mimi daktari, nilikuwa na watu ambao nilikuwa naenda kuwasaidia kwa matibabu. Nikaambiwa kwamba nimebandikwa. Nilisikia vizuri sababu hiyo ilikuwa kawaida yetu tunasubiria. Nilikuwa nasubiria muda mrefu, maana mimi nimefanya karibia miaka 5 process ya kuja kwa Marekani. Nilisikia vizuri na
kipindi nimebandikwa, nimeenda Kasulu, tumepanda ndege, yani ilikuwa changamoto. Kwanza kupanda ndege ni changamoto sababu ni ndege ambayo ilikuwa inabeba watu 16. Sasa sisi tulikuwa 19. Mimi kwenye ndege nimeikaa kwenye hivi, nataka niseme nilikaa kwenye ndoo baada ya kuona mimi ni familia kubwa, yani ndege yani haikuwa na uwezo wa kutubeba, ikabidi viti vikawa vimeisha kabisa. Kwa ni changamoto kubwa, naweza kusema tu watu wasifikirie ndege za kwetu. Nimetoka Kasulu naenda Dar es Salaam, nilikuwa kwenye ndoo. Hiyo ndege hakuna kwamba ukibanwa na mkojo kwamba utaenda choo yote, yani haja yote haipo. Yani wewe unaambiwa wewe kutoka Kasulu uende ukojolee Dar es Salaam. Sasa hiyo ni changamoto kubwa ambayo tulikutana nayo, lakini kwa kudra tulipanda ndege, tumekutana vitu vingi hewani, lakini Mungu akatunusuru, tulifika. Kwa hiyo changamoto kwanza ilikuwa hapo kufanya vitu vingi tu, unakaguliwa, ni changamoto ya kwanza. Poa sana. Na kiukweli changamoto zipo, kwa sababu hata na sisi tulipokuja kupanda ndege tu, na mara ile wazee wanasema natatapika hii natafa hivi, hiyo ilitokea kwa sababu ndio ilikuwa mara ya kwanza kwa wengine. So tumeshafika Amerika, tumeshaona mazingira ya Amerika, tumeshaanza fanya kazi za Amerika, na kiukweli kila mtu alipotoka Afrika alikuwa na malengo yake, na mpaka sasa hivi kila mtu yuko na malengo yake. Na tunataka kujua kuna vingi ukifika Amerika nitafanya, na kuna watu uliowaahidi kwamba mtateseka, mimi ninapokwenda lazima huko mtakula na kusaza. Tunapenda kujua kile ulichokipanga umeshakipata hapo timiza. Ndio, kwa namna moja kwanza nitaki kuongea ili na kila mtu ambaye anayeniona kwa TV anisikilize. Mimi malengo yangu ilikuwa kwanza nilikuja Marekani kwa sababu ya kusaidia familia yangu, na nilifikiria kwamba nikifika Marekani nitakuwa na muda mfupi sana wa kusaidia familia, lakini sio kivile. Mabadiliko ni makubwa sasa, yani naweza kusema tu ambao kama kuna mtu nilimwahidi nitafanya hiki kwa muda huu, nitaomba nisamehe, ila ahadi yake bado sijakataa nayo, nitamfanyia. Lakini kwa yale ambayo nilikuwa natamka, Marekani nikifika nitafanya hivi, no, hapana. Hii nataka tu niambie na familia pamoja na watazamaji wetu, Marekani ni nchi ambayo ni ngumu. Naweza kusema nilifika Uholanzi pengine sababu nilikuwa kwenye safari, niliona Uholanzi maisha ni mapesi, lakini Marekani maisha ni magumu. Ila tunapambana. Ni hivyo, ni kweli. Naweza niliahidi watu kama nitafanya hiki, ila sio kivile ambavyo nifikiria, maana nilikuwa bado sijafika, ila naamini tu nitafanya kwa taratibu, sio kwamba nilivyopangilia mimi, hapana. Nitakuwa kwa taratibu zile ambao muda ambao ukifika naweza kufanya hiki, nafanya hiki. Familia kwa jumla na watazamaji wetu wengine wote, yani Marekani sio kwamba kila ambacho unaambiwa ndio utakifanya kwa muda ule. Mfano naweza kusema mfano mimi binafsi, na familia iko DRC na familia iko Kenya. Kuna watu ambao nawaahidi nitakupelekea kwa muda fulani, lakini inaweza kufika hata wiki 2 sijakupelekea kwa ule muda ambao nilikuwa nakuambia. Kwa hiyo waelewe, ndio Marekani ilivyo. Okay, sawa kabisa, umeongea vizuri na watazamaji wanakusikia, na ni kweli watu wengi wana malengo, lakini walipofika hapa yamebadilika, yanaenda taratibu kwa taratibu. Na uko na familia, na hapa Amerika ni mambo mengi yanapitika. Kuna wazazi wengi wataki watoto zao waingie kwenye haya maadili ambayo tumeyakuta kwa Amerika. Baadhi ya watoto wengi wameshaharibika,
uko na watoto wa kike na wa kiume, tunapenda kujua ni tabia zipi ambazo watoto wako haupendi kabisa wazihige hapa Amerika? Kwa mtazamo, nataka niwaambie watu ambao wako nje ya Marekani, Marekani ni tofauti kimaadili tulivyoambiwa kama tulio. Yani hapa naweza kusema kwa namna moja, yani kwanza mvalio, usifikirie kwamba umekuja na watoto wako watakuwa kivu. Hapa inatakiwa uzingatie kwanza mazingira, yani na uwe kama baba mzazi. Mimi hali ya Marekani kifupi tu naweza kuongea tu ni mavazi. Kwa namna mavazi, naomba tu wasikilizaji wetu wazingatishe sana watoto wao kwa namna mavazi, sababu kwa mavazi huko hakuna kwamba utamkuta mwanamke anafunga kikombe. Mwanamke anavaa ile skin tight ambayo tunaita skin tight, lakini yani kule tunaita kaboka. Kwa namna nyingine kaboka tunaweza kusema kwa hali ya huku tunaita nini hapa? Yani nguo ya ndani tu ndio watu wanatembelea, hiyo ni kawaida. Kwa hiyo kitu ambacho nataka tu nikiongelee kwanza kuhusu mavazi, mimi watoto wangu nimewadhibiti. Si hawajawa na hiyo tabia na hawatakuwa na hiyo tabia. Sawa, niwaambia mimi nimekuja mfanye chochote, lakini mazingira ya kuishi kuvaa, mwe mnavaa kadri vile nilivyowakuza. Naona ndio kunaweza kuwa mmoja wawili, lakini kwa mazingira yangu watoto na wadhibiti. Ila wazazi wengine ambao wanakuja na watoto wao wasifikirie kwamba mazingira watoto wakija wataishi kama wanavyotaka. Hapana, wanaweza kufika kuna kubadilika kadri wasivyotaka, na hiyo ni maisha ya Marekani. Hawatawafanya chochote yani mtoto akitaka huko ni kile ambacho anahitaji ndio utatembelea. Ila niombe tu wawape education, na zile semina tunazopewa ni semina kweli zinatusaidia, lakini hazitusaidii hivyo. Huku mazingira yanabadilika, mtoto anapofika huku inatakiwa umdhibiti vile unavyofika naye. Hicho ambacho nataka kusema tu, sababu mazingira ya maisha kuishi kuvaa mavazi haipendezi. Okay mzee, mimi nimekusikiliza na watazamaji wanakusikiliza, so tutoke huko. Hapa kuna maswali ambayo vijana wanajiuliza mara kwa mara, kwa sababu wazee wanasema vijana wetu wanaharibika sana hapa Amerika. Vijana wanajiankese kwa mambo ya pombe na kazi hawataki. Lakini kuna baadhi ya vijana wanasema kwamba kunywa pombe si makosa. Pombe ni kilevi kama kingine, mbona wazee nao kunywa pombe? So tungependa kupata ushauri wako kuhusu wale vijana ambao wanakunywa pombe alafu wanaisahau familia na hawapendi kazi kabisa. Kwa hilo mimi nataka niliongelee kwa upana na urefu, sababu malezi ya kunywa pombe hata nyumbani ipo. Sio kama ni Marekani. Kuna wazee ambao wana familia kubwa ambao wanapelekeza familia. Kwanza toka Afrika tu. Kuna pombe sio vibaya, na mimi siwezi kuambia kijana wote kwamba kuna pombe ni vibaya, lakini kuna pombe ujue familia ifanye kazi. Maana huwezi kuna pombe haujawa na kazi. Kitu ambacho tutataka niseme tu, kuna watu ambao tumewaacha nyumbani kwetu wanakuwa kukariri vitu. Kuna kweli kijana huko akifika hajapata kazi, akina pombe. Sio kwamba amekula pombe, kwamba wengine wanakula pombe hakuwa anakula pombe sababu hajapata ana kazi. Sasa afanyeje? Kwa kifupi naweza kusema tu ni kweli vijana huko kuja kubadilika, wanakula pombe sana. Ni kweli wamekula pombe sababu wanafanya kazi, ila ushauri ni kwamba tu wale vijana ambao wanakula pombe kujisahau kutokwenda kazini ndio vibaya, ila kuna pombe sio vibaya. Mtu anaweza kula pombe, unakula pombe ni kawaida, maana viwanda vipo huko. Tumekuta wengi na sio vijana pengine tu. Nataka nitoesha huko wabembe ndio wanachukulia kwamba mtu unasikia, kwa mfano tumesikia kijana amerudishwa ameenda
amerudishwa Kongo, ni mbembe walimweka kwenye mitandao. Hiyo sio jambo njema. Kijana akiweka kwenye mtandao amerudishwa, kwa nini msiuweki iwe siri? Sasa mnaiweka public. Vijana ni wengi ambao wanavuka boda, yani mpaka wengine wanakufa, wanafika huku wamefungwa. Sasa naweza kusema tu, niongee kwa namna moja, mimi ni dokta na siwezi kuambia kijana wote anywe pombe akose kwenda kazini. Hapana. Vijana wale ambao wanajitambua wanakuna pombe na wanaenda kazini, na pombe sio mbaya. Mimi naweza kusema sio mbaya binafsi, ila ni mbaya kulingana na matumizi yako mwenyewe. Ila pombe sio mbaya, maana pombe sio wenyewe ndio tunaenda kuchukua unaikunwa. Ni wewe peke matumizi yako pombe, je, inakuaje, inakuwekaje? Kwa kifupi tu naweza kusema tu yale malalamiko ambayo vijana wanakuja huko wanakuna pombe, kwanza nafikiria kwetu nyumbani ndio sehemu ya kwanza ambayo inanuka pombe paraporo ya. Nasema paraporo, nilikuwa nataka niongee tu Kiswahili kiparaporo, naongea paraporo au Kifaransa si unajua. Ila ni kwamba vijana wengi wanakunywa pombe mpaka wanatelekeza kazi. Hilo siwezi kushuhudia. Asiwezi kusema. Mzee, sisi tumekusikia na maswali yetu ni mengi na tunaangalia lakini kuna swali ambalo vijana mpaka sasa hivi wanajiuliza, ile mila na desturi ya mbembe iko wapi? Mbona wazee kama wanatukomoa sisi vijana? Na kama nilivyouliza, una watoto wa kike na wa kivulana, na kuna baadhi ya wazazi wanajua kwamba mtoto wangu wa kike mimi hawezi akaolewa hizi pesa zote, lakini anaosha zile pesa kwa sababu ameshajua Amerika kuna hela. Amerika watu wanaosha pesa kadhaa, kwa nini mimi wa kwangu nioweshe pesa za kidogo? So wewe kama mzazi na uko na watoto wa kivulana na wa kike, hii hali ya kuowesha watoto wa kike pesa nyingi, unakuta unaowesha mtoto wa kike $25,000, $22,000, $21,000. Hii imekaa kabisa kimila, na mpaka hivi tunavyoiendesha huku tunapoelekea, mbona watoto wetu wa kike hawataolewa? Wewe kama mzee na ni mzazi, unaweza kutuambia nini sisi? Mimi kwanza kwa binafsi niseme, mtu ambaye ana watoto wengi wanawake Marekani, mimi ni wa kwanza, maana mimi na watoto wa kike 12 na wavulana 4. Kwa mimi kwa kuoza, yani kusema nioshe, naweza kumtaosha wengi sana endapo watapata bahati ya kuolewa. Ila nataka niseme tu mzee, ni cha kwanza ni mazingira. Kuna mtu kutoka Afrika hakuwa anatarajia kwanza kupanda gari, hakuwa anatarajia. Sasa anafika Marekani. Kibinafsi tu niseme mimi mwanangu kwanza namuoesha na ule kijana ambaye wanapendana. Je, wana mapenzi ya dhati? Hata kama hajanipa hela, mimi niko na watoto 12 wa kike. Niulize tu, mmependana? Sababu siwezi kuoesha mtoto wangu kwamba sababu amekuja mtu na hela 40,000, unajua huyu anaenda mtoto wangu atamuua kesho kutwa. Hapana. Mimi kibinafsi tu nitoa ushauri kwamba, na hii si kutoa ushauri, maana ninapoongea wengine watanichukulia, watasema hivi, lakini ushauri ni kwa wazee. Msioeshe watoto sababu ya kuona mazingira, mfano na rent nyumba. Mimi mwanangu, mimi hata akija tu ambaye namkubali, ananyeshimu, atamchukua mtoto wangu hata hapa Marekani na sitamwomba hela. Na kwa mfano mimi sina tabia kusema mimi nitapanga mahali ya mwanangu, hapana. Akiolewa, akija kijana, mimi aje nitamwambia una hela ngapi tu zile ambazo atanipa, ila sitaenda wengine wanakuwa fulani ameolewa. Mwanangu mimi ni mwanangu, mimi natakaga hata wanangu
nikae nao wote, hata yule ambaye atamuoa au niwe naye hapa, anipe hela sinipe hela, au kwanza najua ndio mume wa mwanangu. Ila nataka kuongea tu, naweza kusema tu ni mazingira maisha. Kuna watu tumetoka Kongo kweli, ila kila mtu alikuwa ametoka kwenye mazingira yake. Kuna watu ambao hawakuwahi kujua gari nini, kuona gari ni pale kambini, wamepanda gari na kuja na kupanda ndege na kuja huko. Sasa hajui kwanza kwa dola ni nini, lakini kama mimi najua dola, mimi nilitoka najua kila kitu. Kwa hiyo mimi siwezi kujitegemea kwanza kwa mtoto wa kike. Mtoto wa kike ni wa kwangu, yaani akiolewa aolewe kwanza na mume wake ambaye amempenda. Sawa mzee, sie tumeelewa unachokisema. Ndio maana nimesimamia pale ya kwamba mila zimeenda wapi, kwa sababu tunatambua kwamba wazee wetu kwa sasa, mpaka sasa hivi wazee wetu na wazee wanaodaiwa mali mpaka sasa hivi wameshakuwa na wajukuu na wakiololo, lakini mpaka sasa hivi kubuku hawajamaliza mali. Na tunasikia kwamba kipindi cha zamani wazee walikuwa wanaangalia kwanza ile basemaga kiwembe anyemu kwanza iko, kwa sababu kuolewa ni bahati, na wao umeshatuambia kwamba, lakini kwa sasa hivi tunaona kama sio vile tena. Tuachane nayo mambo. Tunapenda kujua kwa sababu wazee mko na mnasikia kinachoendelea kwenye social media wapi na makupe za babu. Vijana wanasema wazee wanachukulia vijana. Wazee wamekuwa wachawi, wameshasahau ile maneno ya kusema kwamba vijana ni taifa la kesho. Sasa hivi wazee wanasika vijana, sio vijana kusika wazee. Na vijana wameshajipanga kusema kwamba watanunua tumu ya kuwa wazee wote. Wewe kama mzee na umeshasikia hiyo taarifa, vijana wanasema, ushauri wako na vijana na wazee au wanaofanya hayo kwa ufupi? Ndio, kwanza kwa ufupi niseme tu, vijana tusijengee maisha kusema kwamba wazee ndio waga wanauana. Tujiulize kwanza, je, taifa la leo vijana kama Marekani, maana hapa kuna kijana wote ambaye kwa mzee wake anaweza kufanya lolote. Ila tu ushauri wangu ni wazee wale ambao wanafanya vitendo vya kuua vijana sio hivyo. Ila niombe tu vijana wenyewe wajikosoe. Pengine tunaweza kupeleka wazee kama mimi, mwanangu akifa leo tasema baba yake amemuua, kumbe sio mimi. Pengine kila ambacho amekifanya mimi sikifahamu. Mfano mtu amekuja kupigwa risasi, mimi sijapigwa risasi. Sasa niombe tu ushauri ni kwamba wazee ambao wanakuwa wanafanya vitendo vya kuua vijana waache, na vijana na wenyewe wajirekebishe, warudi kwa wazee, wajue wafuate mila na desturi, na pengine wajirekebishe zaidi, sababu pengine inakuwa vijana kwa sasa ulimwengu tunaenda update, wanasema update, tunaenda na wakati. Sasa hiyo tunaenda na wakati, akifa kwa ule mwendo wake wa wakati inakuwa tatizo kwa wazee. Lakini mimi niseme tu wazee inaweza kuwa chanzo, lakini wazee sio chanzo. Tatizo ni vijana wajielewe. Ingine tu hiyo naweza kusema. Okay, sawa. Sisi tunasema asante sana kwa sababu tuka muda wako. Naona tumefika kikomo kwa sababu maswali ilikuwa ni mengi, lakini kwa sababu ya muda tumeona tukatishe hapa. Okay. Na sie kwa kweli AK Mzalendo TV tunasema asante sana. Na ndugu wapenzi watazamaji wa AK Mzalendo TV tunasema tunaendelea kushukuru kwa sababu mnaendelea kutusupport, na tunachoomba sana endelee kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya AK Mzalendo TV. Instagram ni AK Mzalendo TV, TikTok ni AK Mzalendo TV na YouTube vile vile. Kama hujawahi kusubscribe channel yetu, na kuomba sana nenda kwa subscribe channel yetu, utakwenda kupata full interview za watu wengi sana. Na mzee, kabla tunaomba uwage watu wetu na waambie kile ulichonacho na vijana wakusikie. Asante sana. Mimi niombe tu, mimi kwanza nashukuru kwa TV, nasema Mzalendo TV. Mimi ningeomba tu interview zio nyingi, taambia watu mengi sababu ninao wengi ambao wananifuata, hata mimi wananifollow kwenye account yangu, na pengine wakipata interview yangu wanaweza kufollow sana. Niseme tu vijana pamoja na wazee wetu
tusapoti watoto wetu. Hii ni TV yetu, na ningeomba interviews, yani watu wafollow sana tu. Hii ni TV yetu ambayo ni TV ya sisi Wabembe, waifollow sana. Na mwisho niseme tu, niombe tu wazee wangu, zile habari za kwamba nimesikia audio, wachana audio, wao wanakuja kwenye interviews. Watoto wakiwafuata, mfano leo niko kwenye interview, wakubali interviews zote ambao wanafuata na watoto, kwa sababu ni kuleta maendeleo kwetu.